Uhali gani mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Neemi TV, bila shaka mzima na unaendelea na shughuli zako za kila siku. Leo ninayo topiki muhimu sana ambayo nakwenda kuizungumzia, ambapo leo tutakuwa tukijifunza tukiangalia sababu mbalimbali ambazo zinasababisha ukungu kwenye matikiti maji. Fuatana nami mwanzo mpaka mwisho. Ninayekuletea makala hii si mwingine ni David Joseph kutoka Neemi TV. Mtazamaji na msikilizaji wa Neemi TV, kama ni mara yako ya kwanza kutufuatilia, usisahau kusubscribe, kulike, kushare, lakini pia kucomment. Jambo la kwanza ambalo tunataka tuliangalia hapa, ambalo linasababisha matikiti kuweza kushambuliwa na ukungu. Jambo la kwanza kabisa ni kwenye shamba lako la matikiti, kama kutakuwa na unyevunyevu mwingi, huu husababisha kabisa matikiti kuweza kushambuliwa na ukungu, na hii inatokana na kuwa na mvua nyingi au unyevu kumwagilia, na unyevunyevu ukawa ni mwingi sana kupita kiasi. Hii inasababisha kabisa kwamba mmea wako wa tikiti uweze kushambuliwa na ugonjwa wa ukungu, ambapo dalili namba moja au dalili kadha wa kadha zitatokea kwenye matunda yako. Unaweza kukuta matunda yana kama yamevunda, au unaweza ukakuta matunda yanaonyesha kama yana madoa madoa, au unakuta kabisa kwenye majani kama kuna madoa madoa, au kama ni mmea fulani kama vile umeungua. Hii inaonyesha kabisa kwamba tayari mmea wako unaanza kushambuliwa na ugonjwa wa ukungu. Kwa hiyo kwenye matikiti au kwenye shamba lako, hakikisha kabisa kwamba umwagiliaji unafanyika katika namna ambayo haiwezi kusababisha unyevunyevu ukawa ni mwingi sana kupita kiasi. Lakini pia kama mvua zimenyesha, ndio ile tunashauri kwamba uwe umelima eneo ambalo sio bondeni, ambapo panaweza pakasimamisha maji. Kwa hiyo kusimamisha maji kutasababisha kabisa wewe kupata changamoto ya matunda yako kuweza kushambuliwa na ugonjwa wa ukungu. Jambo la pili ni upandaji usio sahihi. Hapa tunapozungumza habari ya upandaji usio sahihi, tunazungumzia distance. Mara nyingi ukipanda karibu mimea ikabanana sana, unazuia mzunguko wa hewa. Kwa hiyo unasababisha majani yaweze kukaa na unyevu kwa muda mrefu sana. Hii sababisha kabisa kwamba mmea wako uweze kushambuliwa na ukungu. Kwa hiyo ndio maana tunashauri unapokuwa unapanda mmea yako uzingatie distance ambazo zinashauriwa kitaalamu, kwa sababu nimekutana wakulima wengi ambao anahisi anapopanda karibu au anapopanda mimea mingi kwenye shamba anapata mapato mengi. Kimsingi hii upandaji wa mimea karibu unasababisha kabisa kwamba mimea iwe na msongamano, hivyo unyima kabisa mzunguko wa hewa kwenye shamba lako. Kwa hiyo hii inasababisha kabisa mkulima aweze kukumbana na changamoto nyingi sana, hasa zinazosababishwa na ukungu mahala ambapo hali ya hewa huwa inabadilika. Kwa hiyo tunashauri ili uweze kuepuka ugonjwa wa ukungu, ni vizuri kuzingatia distance za upandaji. Upande distance ambazo zinapendekezwa kitaalamu, ambapo utaupa nafasi mmea kuweza kutambaa na utaruhusu kabisa mzunguko wa hewa kwenye shamba lako, na ambapo hata kama kutakuwa na unyevu hautokaa muda mrefu kwenye majani, utaweza kukauka, majani yataweza kunyauka mapema na kuruhusu drainage ku take place. Hii itaweza kuepusha kabisa na ugonjwa wa ukungu. Lakini jambo la tatu ambalo ni hatari sana, linaweza ikasababisha ugonjwa wa ukungu kushambulia shamba lako, ni pale ambapo utatumia mbegu ambazo tayari zina maambukizi. Hii tunazungumza pale unapopanda mbegu ambazo sio bora. Mara nyingi tunapozungumza habari ya mbegu bora, zinakuwa zimepewa uwezo wa kuweza kuhimili mabadiliko ya hali ya hewa. Kumbuke kwamba mara nyingi ugonjwa wa ukungu ni ugonjwa ambao hutokea pale ambapo hali ya hewa huwa inabadilika. Wakati mwingine mmea unakumbana na joto kali, halafu unakuja unakumbana na unyevu, au wakati mwingine mawingu yanapokuwa ni mengi, unapata changamoto za ukungu, au wakati mwingine mvua zinapokuwa ni nyingi sana. Sasa mara nyingi tunaposhauri kwamba upande mbegu ambazo zimependekezwa kitaalamu, zinakuwa zimepewa uwezo wa kuweza kukabiliana na changamoto za hali ya hewa. Kwa hiyo unapopanda mbegu ambazo ni dhaifu, au wakati mwingine unaenda unakamua matikiti ambayo tayari yameshaambukizwa alikuwa na ugonjwa wa ukungu, tayari unaenda unapeleka vimelea katika shamba lako. Kwa hiyo tunakushauri mkulima, ili uweze kuepuka na
changamoto hii ya ukungu ambayo huwa inasumbua, kwa sababu kama shamba linaingiliwa na ugonjwa wa ukungu tayari mapato yako yanapungua. Mmea unasimama kuzaa matunda, lakini pia unasimama kuzalisha maua ya kutosha. Kwa hiyo ninashauri kwamba ili uweze kupata ufanisi kwenye kilimo chako cha matikiti lazima ufuate kanuni ya kutumia mbegu bora ambazo zimependekezwa. Jambo la mwisho ambalo nataka tulizungumze kwa leo ni kutokutumia madawa mapema. Hii tunazungumzia habari ya kutumia kinga mapema. Mara nyingi madawa ya ukungu yapo ya aina mbili. Yapo madawa ambayo yanafanya kazi ya kutibu, lakini yapo madawa ambayo yanafanya kazi ya kukinga, lakini yapo madawa ambayo yanafanya kazi zote mbili, kukinga lakini pia kutibu. Kwa hiyo tunashauri ya kwamba pale unapokuwa umeanza kulima matikiti yako, ni vizuri ukaenda kutumia dawa ambayo inatibu na kukinga. Maana yake kabla ugonjwa haujaingia tayari unakuwa umeshakinga mimea yako. Sasa wakulima walio wengi, changamoto ambao wanakutana nayo ni kwamba wanasubiria mpaka mmea uweze kuugua, yani wanasubiria mpaka ugonjwa umeshaingia alafu ndio wanaanza kupambana. Hii itakusababisha wewe upata gharama kubwa sana, kwa sababu utaanza kutumia madawa ambayo ni ghali sana. Kwa hiyo ni lazima uelewe kwamba unapokuwa umelima shamba lako na unapokuwa umeandaa shamba lako, kabla hata hujatumia madawa makali sana, ni vizuri ukaukinga mmea wako usiweze kupata maambukizi. Kwa hiyo utaenda dukani au kwenye maduka ya pembejeo, lazima uulize madawa ambayo yanakinga na kutibu, na bahati nzuri sana huwa wanaandika pale kwenye vile vifungashio vya madawa. Mtazamaji na msikilizaji wa Nemi TV, bila shaka kuna kitu utakuwa umejifunza kutoka kwenye video hii, na ni matumaini yangu kwamba utakuwa mkulima mzuri kwa kuzingatia kanuni ambazo nimezieleza hapa. Na bila shaka umewahi kukumbana, kama wewe kweli ni mkulima, umewahi kukumbana na hizi changamoto kadha wa kadha. Yawezekana usiwe umekumbana na zote, lakini yawezekana ukawa umewahi kukumbana na changamoto mojawapo kati ya hizo. Kwa hiyo ni vizuri ukazingatia hizi kanuni ambazo nimekueleza ili kuweza kulifanya shamba lako liwe bora na mavuno yako yawe mengi na ya kutosha. Mtazamaji na msikilizaji wa Nemi TV, niliokuletea makala hii si mwingine ni David Joseph kutoka Nemi TV. Kama ni mara yako ya kwanza kunifuatilia, usisahau kusubscribe, kulike, kushare, lakini pia kucomment. Nikutakie siku njema, tukutane tena wakati na siku nyingine ambapo tutakuwa tunaendelea na masomo kama haya. Asante na kwaheri.